Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim, amma ba'd. Ndugu watazamaji wapendwa wa channel yenu pendwa Al-Sinani Education Hub, tuko katika mwendelezo wa vipindi vyetu vya jifunze dini yako, na leo alhamdulillah tumetembelewa na shekhe wetu, shekhe ambaye ni maarufu, Sheikh Taha Suleiman Bane. Tumeona tupate faida kutoka kwake, na bihusus tutaongea naye kuhusiana na mwezi mtukufu wa Muharram. Atatuambia nini kinafaa kufanywa na nini hakifai kufanywa katika mwezi mtukufu wa Muharram, na pia atatuambia chimbuko lake umeanzia wapi. Kwa ndugu watazamaji wapendwa, tutamsikiliza shekhe wetu na atatutembeza kutupitisha katika mwezi mtukufu wa Muharram. Sheikh Taha, karibu sana. Shukran, asante sana. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. mpaka mwisho wa aya. Ndugu watazamaji, kama alivyotanguliza Sheikh Sinan, tuzungumzia kwa mukhtasari juu ya mwezi wa Muharram na nini kinatakiwa kufanywa kwa mujibu wa Uislamu na nini kinafaa kuepukwa kwa mujibu wa Uislamu. Tukianza na mwezi wa Muharram. Mwezi wa Muharram unatajwa kuwa ndio mwezi wa kwanza katika mtiririko wa miezi 12 inayofanya mwaka mmoja. Katika tarehe za Uislamu au idadi ndani ya Uislamu, miezi 12 ndio inafanya mwaka, na naona hiyo ndio hata nje ya mfumo wa Uislamu ni miezi 12 ndio inafanya mwaka. Utofauti kwamba katika mfumo wa tarehe za Kiislamu mwezi una siku ima 29 au siku 30, wakati nje ya mfumo wa Uislamu ziko hata siku 28, mwezi 29, mwezi 30, mwezi 31, pia mwezi. Sisi katika Uislamu ni ima 29 ima 30. Sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwenye aya hii alipotaja tokea Allah anaumba mbingu na ardhi, makadirio yake na mipango yake ni kwamba kipindi cha mwaka mmoja kinatengenezwa na miezi 12. Akataja kwenye hiyo 12 shahran ni miezi 12, yauma khalaqa as-samawati wal ardh, tokea alipoumba mbingu na ardhi. Mahali tunapata kasisi ni kwamba minha 4 hurum, katika hiyo miezi 12 inayotengeneza mwaka, katika hiyo 12 iko mine ina hadhi na utukufu maalum. Qur'ani tukufu haikuitaja moja kwa moja yenyewe kama Qur'ani, lakini ikatuhamisha, ikatuambia tumsikilize Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anapofafanua juu ya hiyo. Akataja kwenye hadithi maneno yenye tafsiri na maana kwamba Mwenyezi Mungu katika hiyo miezi aliyotaja mine, iko 3 imefuatana mfululizo, nayo ni mwezi wa mfungo pili, mfungo 3 na mwezi huu wa Muharram. Ni Dhulqaada, Dhulhajj na Muharram. Na mwingine umejitenga uko kati ya
Shaaban iko mbele huko, naye ni huu mwezi tunaita mwezi wa Rajab, au kama wanavyotaja wa Rajab Mudhar, mwezi ambao makabila au koo za kina Mudhar zikiutukuza kiaina. Kwa kuwa simulizi zetu zinahusu Muharram, tuje kwenye huu mwezi wa Muharram ambao ni katika miezi mitukufu kwa mujibu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nini ambacho kinapaswa kufanywa? Kwa sababu mwanadamu katika kila tendo la kiibada hakuachwa huru kufikiri anavyodhani yeye itakuwa ndio sawasawa, kwa sababu akili za mwanadamu kama zitaachwa zitafakari mambo inayodhani hiyo akili kwamba ndio ibada, tatizo litakuwa kubwa. Ndio maana tunamkuta sahabi jalil Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu alipokuwa anaelezea ile ibada ya kupaka maji kwenye hofu mbili ambazo huvaliwa miguuni, si viatu, lakini ni hofu za ngozi, matambara magumu. Zile utaratibu wake mtu akizivaa, ukifikia muda wa kutia udhu hazivui, atatawadha na ilhali zile zimevaliwa. Anachofanya au anachotakiwa kufanya ni kupaka maji juu ya unyayo, juu sio chini, wakati zile zenyewe zinakanyaga ardhini katika kutembea mtu mwenye mambo yake hapa na pale. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu anasema, lau kana dinu birrai, lau ingekuwa dini inathibiti mambo yake kwa rai na akili za mtu vile anavyoona inafaa, basi iwe ndio dini. Anasema lakana asfal al-khuf, ingekuwa kupaka maji sehemu ya chini ambayo ndio inakanyaga, ingekuwa ni aula min a'la.